wachome huku wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. Cheki video. Mama Samia Suluhu, ukitaka sisi kama wa Kenya tukusamee na tukusahau yale ulisema. Steve Simba Boy lazima upe Steve Simba Boy mtoto. Tutakusamea. Hapo tutakusamea. Lakini kama sio hivyo, hakuna itaendelea, vita itaendelea. Lazima uzae na Steve Simba Boy mtoto cute. Cause huyo ndio handsome wa Kenya. Kasongo yeye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewo. Songa libala. Ungo yeye. Kasongo mbona wewo. Mbona wewo. Mombali nanga Sikusoma sana. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Sikufanya vizuri. Wakati sisi tunamaliza shule, unapangwa unakwenda wapi, wakati huo wataalamu wanatafutwa. So nilipangwa kwenda ofisi kuu ya maendeleo, lakini nikiwa na miaka 16 na miezi 7. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So guys, President William Samoei Ruto alikuwa hapo Tanzania akihudhuria a certain meeting wakiwa pamoja na rais wa Tanzania anayejulikana kama Samia Suluhu. And Samia Suluhu went ahead aka advise President William Samoei Ruto that he should not entertain the Gen Z na wanafaa washirikiane na Samia Suluhu ili waweze kuangamiza Gen Z kwa kuwapiga fimbo ama kuwanyorosha, ndio Gen Z waogope na wasijaribu kupigania demokrasia yao. So guys, hii imeleta shida kubwa sana hapa kwenye mtandao wa kijamii, especially Kenya, na Gen Z wamejitokeza na kutuma a very stern warning to Samia Suluhu. So guys, without further ado, let us watch how the Gen Z have reacted. Get ready. I want you to jog. Get ready. Wachome huku wadisturb serikali zao. Nikamwambia Ruto, we have to send firm on this, watovu wa adabu hao. Tusichague wa Tanzania au wa Kenya. Wakija kwangu na chapa mikwaju, wakija kwako chapa mikwaju. We mama, mambo ya kuchapana ukwaju achia wanaume. Wewe uko na ukwaju gani ya kuchapa mtu? Umeona watu wamenyamaza, umeanza tena perepere. Ulikuwa umenyamaza hapo kwa uliyafanya. Sikiza, sisi rais wetu Kenya, Ruto, tunataka tufanyie maendeleo. Mambo ya dictatorship, katiba yetu hairuhusu dictatorship. Kama ulikuwa ujui, jua hilo. Our constitution does not allow dictatorship. These are our servants. President wetu ni servant wetu, inafaa tu serve, si mambo ya dictatorship. So mambo ya kuongelea mambo ya ukwaju, watu kupigana ukwaju, wewe nenda nyumbani mume wako kupige ukwaju. Mambo ya ukwaju achia wanaume. Wewe unataka ukwaju, are you a leader or a dictator? Wewe dictator usitulete sisi wa Kenya. Fanya udictator huko Tanzania. Sawa? Unaambia president wetu apige nani ukwaju? President wetu ndiye atusafu. Na asipochunga hata ni one term huko. Wewe bado unaongelea mambo ya watu kupigana ukwaju. Mambo ya ukwaju achia wanaume wapige watu. Wewe uko na ukwaju wa kupiga watu. Nenda nyumbani, si uko na mume, basi huyo ndiye ako na ukwaju atakutandika nayo. Acha kuleta watu upuzi hapa. East Africa tutaruhusu dictatorship. Kwanza hapa Kenya, we will not accept dictatorship. We want service, not dictatorship. Acha upuzi bana. Samia Suluhu ni kama ananyesha sasa. Yu mjinga ameanza. Nafikiria hapa Kenya ni hiyo kitiji ya Kenya anaongoza. Haro. Samia Suluhu amesema Gen Z wa Kenya wasibembelezwe, wapigwe na wavunjwe. Samia Suluhu kwanza anunue parts kwanza ni kama ananyesha, alafu sasa atajua Kenya atafanya baadaye hata ujinga. Anafikiria Kenya ni kijiji kama yeye anaongoza. Hey.
kuja huko paka mama shida yake nini na msumbuanga? Hata Mama Samia Suluhu amsaidie, sababu nimeona agreement yenye wameelewana kule Tanzania, Samia Suluhu na William Ruto, ati jinsi vile watatuua 2027 hapa Kenya. Nataka kuambia Rais William Ruto na Mama Samia Suluhu, hapa hamutakula, na sisi sio waoga, sisi sio wa Tanzania. Nataka kuambia hivyo, sisi sio wa Tanzania. Sisi katanuka hadi mwisho. Katanuka hadi mwisho. Tanzania, Kenya sio ligi yenyu. Koma. Ati hawa jenzi tudili nao, na dili nao hapo Kenya, na mimi na dili nao kule Tanzania. Wewe dili na wakumbavu wako kule Tanzania bwana. Mimi nataka kuambia Mama Samia Suluhu. Hey y'all, come look at this. Suluhu Hassan anachukia wa Kenya sababu Kenya hakuna kitu inafaidika na Tanzania. Kitunguu peke yake. Na product inatoka, manufactured product inatoka Tanzania inaingia hapa Kenya. One manufactured product. Hakuna. Kitunguu peke yake. Ndio Suluhu Hassan anatutisha naye kitunguu. Kitunguu. Shame on you Suluhu Hassan. Na nataka hii ujumbe ifikie Suluhu Hassan. Sisi wa Kenya sio waoga, hatuogopi. Hata Ruto tunamkataza face on. Ni kwa sababu wa Tanzania bado wako na akili ndogo kama ya kuku. Gai muadhani Jehova gai. Ndio kwa sababu wao una behave hivyo. Wa Kenya tuko mbele sana ya Watanzania. Watanzania wanaona Suluhu Hassan kama Mungu, kama Mungu. Sisi hapa Kenya hatuoni rais kama Mungu. Tunaona rais kama mfanyakazi wetu. Our servant. Huko sawa zote. Haya salale. Watu kule job tunawaamini. Salale. Na huyu Suluhu Hassan kama yeye anajua anafikiri kwamba yeye anaweza kabisa, ako na nguvu. Afanye free and fair election huko tuone. Kule Tanzania afanye free and fair election. Samia Suluhu amewaita watovu wa nidhamu. Rais wenyu alikuwa BBC juzi na akarudia tena criminals. Na Samia akasema walikuwa na discuss na your president and walikuwa na shangaa how will they deal with hawa watovu wa nidhamu ambao wanajiita Gen Zs. Na waka-agree democracy haina formula, na democracy haifai kuingililia mila na desturi zetu kama watu wa East Africa. Na waka-agree demokrasia ya uko mbali na ya hapa ni different. So ninashangaa, does the word democracy change meaning depending on the location, on the geographical area? Anyway, finally kwa hiyo conversation yao waka-agree kutuchapa mikwaju. Hata usutwe uja kama wewe kidudu. Waka-agree ati tukienda TZ Samia anatuchapa mikwaju, tukikuja huku must go anatuchapa mikwaju. Mimi sijui ni mikwaju ama ni risasi za mingu. Tutadu one time. Ni kama huyu Samia Suluhu hajawahi la lesson. Sini juzi tu hapa Kenya Gen Z walienda na wakahack account ya Tanzanian Army na walilia sana na wakatokwa hadi na machozi na kujaribu kuambia President William Samoei Ruto aweze kuwasaidia. Na bado haikutoshea hapo, pia Kenya Gen Z walienda wakahack bank account yao na wakatransfer hizo pesa kwa destination ya children's home. Na hii bado Samia Suluhu amesahau. So Samia Suluhu anacheza na moto ambayo hawezi zima, na angekuwa na hekima angenyamaza tu aendelee kuongoza nchi yake aliyo ipata kwa kupitia kwa uwizi wa kura. Anadhani hii nchi ni kama Tanzania. Wakenya wako na elimu ya hali ya juu.
na Wakenya ni watu ambao wako na ujasiri wa kutosha, na hata rais wetu hapa William Samoei Ruto, yeye mwenyewe anajua that Kenyans are not people to joke around with. So guys, wacha tuangazie hii maneno ya Samia Suluhu kwa makini, na sisi kama Kevin Anene Show tutawaletea yote yatakayojiri. Na please, ukijua wewe ni mgeni hapa, chukua fursa yako ya sekunde 1 au 2 na ubonyeze kidude cha subscription. Na kwa wale ambao hutufuatilia kwa kila siku, nasema asante sana kwa kulike, share na kucomment video zetu. So guys, wacha tusubiri video nyingine, and also have a good time. Bye bye.